Bila ya mwanadamu kueleza jambo la aina yoyote, hawezi akapewa haki yake. Moja ya haki ya mwanadamu ni mrithi pamoja na Kristo. Huyu ni Mungu anaongea hapa, unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Huwezi ukapewa haki yako bila ya kutamka, bila ya kudai. Mtu ambaye hadai haki yake hawezi akapewa haki yake. Unaweza ukawa na mali nyingi sana, unaweza ukawa na utajiri mwingi sana, lakini bila kudai haki ya kumiliki ile utajiri hauwezi ukapewa haki yako hata mara moja. Kwa hiyo haki yoyote inapatikana baada ya mtu kuanza kuidai, na ataanza kuidai kwa namna gani? Kwa kupitia maneno. Ukiona mali fulani ni ya kwako, utatamka na kusema ile mali ni ya kwangu, sio ya mtu mwingine, ninaimiliki mimi. Unapoenda mahakamani kudai kitu chochote, unakidai kwa maneno. Ndio maana Mungu anasema eleza, unikumbushe, eleza ili upewe haki yako. Unaweza ukabakia maishani yako yote kuwa maisha ya kiutumwa, maisha ya kimaskini, maisha ya hali ya chini, endapo usipotambua haki zako za msingi na namna ya kuzidai. Kuna mmoja anatambua haki yake, lakini anashindwa kutambua namna ya kudai. Lakini leo nakwambia neno moja, kwamba moja ya njia ya kurudisha haki yako ya msingi ni unavyotamka, unavyoidai kwa matamko. Unaidai kwa kutamka. Unapotamka kitu fulani ndipo kinakuwa haki yako. Unatamka kupitia mamlaka ya jina la Yesu, kwa kuwa unatambua nimepewa mamlaka yote, hivyo kila kitu kipo chini yangu. Ninavyokitamka ndivyo kinavyokuwa kwenye maisha yangu. Umepewa mamlaka ya kutawala na kumiliki. Umepewa mamlaka ya kuwa tajiri. Umepewa mamlaka ya kuwa overall ya kila kitu. Ile mamlaka haiwezi kaja tu hivi hivi bila kutamka. Bila kutamka. Unapotamka ndivyo unajihalalishia uhalali wa kumiliki kile kitu ambacho unakihitaji. Unahitaji biashara yako kuwa kubwa, unahitaji jambo lako kuendelea mbele, unahitaji kitu fulani kiendelee mbele, unakitamka. Unatamka kitu hiki kitaendelea mbele. Unatamka kwa nini? Kwa kuwa ndani yako tayari kuna mamlaka Yesu alisharudisha ndani yako. Yesu alisharudisha mamlaka ndani yako ya wewe kuwa mtawala juu ya kila kitu. Kwa hiyo kupitia mamlaka ambayo Yesu amerudisha ndani yako, unakuja kuitamka kusema mimi ndio mhalali, nina uhalali wa kumiliki hichi kitu. Unachokitamka pale ni uhalali wa wewe kumiliki jambo fulani. Ndio maana nasema tuhojiane, upewe haki yako. Hauwezi ukapewa haki yoyote bila wewe mwenyewe kuidai. Ili upewe haki ya aina yoyote, ni lazima ifike wakati na nyakati ambazo utaanza kuidai ile haki ya kwako kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. Jambo la msingi la kutambua namna ya kudai haki yako ya msingi. Ukihitaji biashara yako isonge mbele, ama jambo lako lisonge mbele, kitu chochote kwenye maisha yako kiendelee mbele, ni namna ambavyo unaweza ukadai haki yako ya msingi. Unadai vipi haki yako ya msingi? Kutamka. Kwa nini unatamka? Kwa kuwa ni ahadi Mungu ameweka kwenye Biblia kusema watoto wangu walioitwa kwa jina langu watakuwa hivi na hivi na hivi. Mungu ameweka ahadi zake juu ya watoto wake, na amesema sisi ni warithi wa ahadi za Mungu. Hivyo kwa kuwa tu warithi tu haki ya hizo ahadi za Mungu, kwa kuwa tu haki wa ahadi za Mungu, tuna uwezo tukazidai kwa namna tunavyotaka sisi wenyewe kwenye maisha yetu, na tutakavyozidai ndivyo zitakavyotokea kwenye maisha yetu. Hivyo ili upate umiliki wa haki yote kwenye maisha yako, anza kuidai kuanzia leo.